السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rehema na amani kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyo kanuni yetu, Suratu Shura aya tunayoenda nayo ni aya ya 52, ndio aya inasema wa auhaina ila Musa an asri biibadi innakum muttabaun. Baada ya kumaliza kesi yao ile na mapambano yao yale ya Nabii Musa na baba yake mlezi mzee Firaun, na Firauni baada ya kuamaama katika hoja, baada ya kuletewa hoja ngumu, akawa anaama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, akitapatapa kutaka kujinasua, lakini mwisho zaidi aliondokea sehemu mbaya pale alivyothubutu kumwita Mtume Musa kuwa ni mchawi, na akawashauri. Kwa bahati mbaya hakupata washauri sahihi. Ibara inasema afata ruasa wuzaraahum wa suwarahum, kiongozi yoyote anakuwa mbaya kwa sababu ya ubaya ya washauri wake au mawaziri wake. Mawaziri wa kiongozi fulani wakiwa wabaya au washauri wake wakiwa wabaya, humueleza vitu ambavyo si sahihi. Kama ambalo alikutana nalo mzee Firaun. Alikuwa na washauri ambao hawako sawasawa, alikuwa na mawaziri ambao hawako sawasawa. Hivyo basi walishindwa kumshauri vizuri, wakamshauri vibaya, akaita wachawi, akagharamia, akatoa gharama kubwa ya kuwasafirisha kutoka maeneo mbalimbali, lakini kuwapa mahitaji yatakayobaki kwa sababu ya familia zao kule wanakotoka. Ukumbuke kipindi hicho tunavyotaja Misri tunahitaja mpaka Sudan, hatutaji kinchi kidogo kama unavyokiona leo. Sudan kabla ya kugaiwa na katika utawala wa Malik Farouk, ndo ambaye aliigawa wale watu weusi akawagawia nchi yao, ndo wa Sudan, na weupe wakabaki na nchi yao, ndo ambao wanaitwa wa Misri leo. Lakini zamani mpaka hii Sudan ilikuwa ni Misri yote, kabla ya kuingiza ubaguzi na kuwatenga weusi wabaki na nchi yao na weupe wabaki na nchi yao, kazi ambayo aliifanya Malik Farouk. Watu wa history mzuri watakuwa wanarejea hiyo history, lakini kama una history ya jana ya kuanzia 80 76 kuja juu, basi huwezi kutoa geography mzuri ya Misri. Tunapotaja Misri hiyo inayoelezwa hapa ilizunguka maeneo gani, utakuwa huwezi kujua. Lakini ukiwa na history hiyo ya asili, utajua sasa hivi ni nchi ngapi zimemomonyoka kutoka kwenye ile Misri ya zamani inayozungumzwa. Kuna nchi takriban 2, Sudan na nyingineyo, ya tatu Misri yenyewe.
na wachawi wakaja. Lakini baada ya matukio ya pale ya kichawi walioyafanya na Nabii Musa kuleta muujiza wake wa fimbo, wale wachawi wakaona ni bora tu wasalende amri na waungane na Musa kuingia kwa Mungu wa kweli na kuachana na Firauni. Sasa Musa akawa anajiuliza au Bani Israeli wale na wachawi wakawa wanamwambia Musa, bwana Musa, sikiliza, Firauni tegemeo lake lilikuwa ni wachawi na ile migwiji yote ndio sisi. Kwa hiyo kitabaki Firauni, yeye hana jambo tena, mwepesi kabisa. Kwa hiyo tupigane naye. Musa na yeye akaingia kingi, na yeye akawa na mawazo yao, lakini aliingia mguu mmoja nje. Akamuuliza Mungu, Mungu, nataka nipigane na Firauni, unasemaje? Mungu anamwambia Musa, sikiliza, kimbia, usikae, ondoka. Musa akulizika, akarudi mara ya pili, sababu Musa unajua mtu wa mkiki. Akamwambia Mungu, unajua mimi naweza. Mimi Firauni namuweza, unajua. Kwanza mbinu zake similelewa nyumbani kwake ndani mle. Kwa hiyo zile mbinu zake zote mimi nazifahamu. Kwa mimi namuweza wewe. Ila kukimbia hili kama unyonge fulani hivi, Mungu, mimi huyu namuweza. Mungu anamwambia Musa, kimbia. Mara ya tatu anamwambia Mungu, anamwambia Musa, sikiliza, hii mara ya mwisho bwana, ondoka, litakalo kukuta tusilaumiane. Mimi ndo Mungu, mimi ndo namjua Firauni, hata kutandika kama kuku umuwezi huyo, japokuwa wewe nishakupa utume, lakini huyo nikitaka nikuachie huyo umuwezi huyo. Cha msingi wewe ukimbia, silaha kubwa jamani, kukimbia. Hata ukifanya mbabe, anaweza akakubahatisha akapiga ngumi mzuri ya mdomoni, akatoa hii sebule yenyewe ikaama. Na wageni wakifika wanafika sebuleni, wakiona sebuleni pachafu, hapa panapoonekana pachafu, huko chumbani kupoje. Sasa tahadhari sana na sebule yako, wasije watu wakang'oa meno. Ukiona ugomvi unataka kuwa mkubwa, wewe kimbia, jambo limekwisha. Mungu anatufundisha kukimbia, afundishe kurusha ngumi, sababu inawezekana unapigana naye anayo bahati, atarusha vizuri, ikaja maeneo mazuri, ikabomoa reception, ikaondoka. Ukawa ukitaka kucheka unaweka mdomo kwanza, unaweka mkono mdomoni afu ndio ucheke. Shida. Kwa hiyo mzee Musa anaambiwa kimbia. Ndio Mungu anatoa maelezo hapa, wa auhaina ila Musa. Kumbuka pindi tulivyompa wahi Musa, an asri biibadi, kimbia na watu wangu, usiniletee matatizo, sitaki upigane, kimbia. Mungu anasema amarna Musa bitariki alwahi an yasira laylan ila jihati albahri, aondoke. Akamwambia nini? Asir, sara yasiru, maana yake ni mtu aliyetembea usiku. Kwa hiyo alivyoambiwa asiri, maana yake aondoke usiku, usitoroke mchana, watu watakuona. Mambo yakiwa magumu mahala fulani, wewe ondoka zako usiku, usiondoke mchana. Nabii Musa anaambiwa an asri biibadia, ondoka na watu wangu usiku, usitoke mchana, itakuwa balaa. Ongoza njia ambayo upande huo mbele yake kuna bahari. Akili ya kawaida haikubali. Yaani wewe unaambiwa ukimbie, bali ukimbilie huku upande wa Mpara huku, au huku Msanga kwenye usalama, unaambiwa kimbilia huku, kimbilia posta. Akili ya kawaida inakubali kweli hapo? Lakini Mungu anamwambia kimbia, tena elekea upande wenye bahari, usielekee upande wa nchi kavu. Ni hatari hiyo, kwenda nchi kavu. Wewe unaviona hatari iko wapi? Kuelekea kwenye nchi kavu, kuelekea baharini? Wewe wazo lako hatari iko wapi? Baharini. Sasa ndio utajua kama Mungu ni fundi kuliko wewe unavyowaza. Mungu ya baharini ndio kuna usalama.
Ndio maana hata watu wale mapilot wamekubaliana kwamba baharini ndio sehemu ya usalama. Ndege zao wanapitiza kwenye ukanda wa bahari, hawapitishi nchi kavu. Unasemaje ndege ikiangukia baharini na ikiangukia nchi kavu, hapo unakuwa na usalama? Kwa hiyo usalama wa baharini, Mungu anajua kama baharini ni salama kuliko nchi kavu, unapoamini wewe. Kwa hiyo Musa anaambiwa aondoke usiku, tena aelekee upande wa baharini. Musa anamuuliza Mungu, unasemaje? Niende huku baharini? Sio huku. Musa, baharini. Kama unavyouliza wewe, kwa nini kimbilie baharini? Musa hana mtumbwi, hajui kuogelea, hajui kuvusha, hajui chombo cha baharini, yeye mtu wa nchi kavu tu, hajui chochote kuhusu maji. Alafu anakimbia mtu asijue kuogelea, anaambiwa aende baharini huko kuna kuogelea juu. Yaani mimi na wewe hiyo dini hatujaiacha. Kama Mungu mwenyewe anakuambia uende baharini na anakujua kabisa wewe kuogelea ujui, hiyo dini unabaki nayo? Yaani kama mimi na wewe hiyo dini inabaki? Imeshindikana hiyo. Kama Mungu lazima nikimbilie huku, hiyo dini mimi basi, tafute mtu mwingine. Innakum muttabauna, tena nikupe habari. Unapokimbia baharini huko unafuatwa nyuma na Firauni. Mwanzo pale unakimbia baharini, Firauni atakuwa juu, umeenda wapi? Innakum muttabauna. Kimbilia upande wa baharini, lakini unafuatwa huko. Unaona, yani Mungu anamwekea wazi kabisa. Nini unajifundisha? Kama jambo ni la hatari, usimzunguke mtu kumueleza. Mueleze hatari ilivyo, ili akienda aende na tahadhari. Kuliko kama unamficha ficha, sikiliza huko, usiende tu. Kwa nini wewe usiende tu? Atafanya ubishi, ataenda bila nadhari, ataangamia. Sasa Mungu anamweka wazi kabisa Nabii Musa, elekea ukaona kuelekea upande wa baharini, lakini haina maana ni maficho. Firauni anajua unakimbilia huko na anakufuata. Innakum muttabaun, nendeni upande wa baharini, lakini nyinyi mnafuatwa nyuma nyuma. Inna haulai la shirzimatun qalilun, hakika hili ni kundi dogo tu. Qala Imamu Tabari, kana banu Israili 670,000. Laki 670,000. Hawa bani Israili jamaa zake Musa walikuwa ni watu 670,000. 670,000 walikuwa watu 670,000. Tutakuuliza wale watu waliokimbia na Musa walikuwa wangapi? Shika hiyo idadi kaa nayo. Yaani sasa hivi ushakuwa shehe wa kujibu hilo. Na watu kusema kwetu tukamuulize shehe. Na yeye anachotegemea ndio hiki, sikia kama utakavyosikia wewe leo. Sasa ubingwa wake ni ili kubaki nalo kichwani, ndio ubingwa wenyewe. La sivyo kiasi kutajiona wewe ujui tu. Mauzo vile shehe kwamba kilichukuliwa kitabu akashindwa nacho kichwani. Ikawa kimekaa kichwani. Akasikia kama unasikia kwa sikio. Wewe ndio ushasikia hapo. Ukiuliza swali hili, wale bani Israeli walikuwa wangapi? Wewe sema moja kwa moja 670,000. Wala usiona mashaka. Ndio ushamaliza jawabu. Au usitafute shehe, singoni mtafute mwalimu wa darasa pale msikitini. Jamani yule mwalimu namba yake leo nani? Unapata tabu wewe umeweza kocha hapo. Wewe jibu tu. 670,000. Jawabu ndio hilo, hakuna jingine. 670,000. Kasoro watu 30,000 kufika 700,000. Yaani kama nchi ile ya nani ya Mswati mara mbili yake, ile nchi na watu 200,000 tu. Kwa hiyo inakuwa ni mara 3 yake, ndio. Sawa. Qala Tabari, kana banu Israili 670,000. Bani Israili walikuwa 670,000.
lakini waliambiwa wadogo binisbati ila kathrati jaishihi, kwa mujibu wa jeshi lake. Sawa. Wa innahum lana la ghaitun, hakika hawa wanafanya matendo yanayotukera. Wa inna la jami'un hadhirun, sisi ni watu tuliokuwa makini. Mungu anasema mimi niko makini sana. Kwa hiyo japokuwa utafuatwa na unaogopa kwenda baharini, una wasiwasi, mimi niko makini kuliko Musa anavyowaza. Unataka kukimbilia nchi kavu mlimani, mimi mawazo yangu ni ya kutosha. Nina akili timamu, mimi ndiyo Mungu. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, tukamtoa mzee Firaun na watu wake katika mabustani na mito yenye kutiririka. Riwaya zinaeleza, usifikiri tunapomtaja Firauni kama alikuwa mbaya kama unavyofikiria wewe, lakini alikuwa mbaya kwenye upande wa Mungu. Lakini upande wa jamii, Firauni alikuwa anaongoza vizuri watu wake na wanafurahi. Walienda Misri, watakueleza hilo. Huyu bwana mkubwa alithubutu kuchimba mito, ule mto Nile alithubutu kuuchimba uenee kwenye nchi, kwenye mji mzima ule wa Kairo na maeneo mengine. Ule mto utabaitabai sehemu zote, na sio mto mdogo. Huwezi kuvuka kwa kuogelea, mpaka uvuke kwa chombo. Sio mto wa kitoto. Hiyo mito iliyochimba sio ya kitoto, ndio Shadamali, sio mito ya kitoto. Huwezi kuvuka kwa, lazima uweke chombo uvuke nacho, kwa kuwapenda wananchi wake wapate maji ya uhakika, yani wasikose maji wakati wowote ule, maji yawepo. Kila ulipo unapata maji, unavua samaki hapo hapo. Jioni kama sasa unakuta watu wamekuwa kwa pembeni mle wanavua samaki hapo wanachoma. Mto umeenezwa kwenye mji ule wote. Ukienda Kairo pale kila kona ukienda kuna mtu. Sio mto ule alitengeneza Mungu, Firauni alichimba. Kwa nini? Kwa ajili ya maslahi ya watu wake. Aliwaza nikiweka bomba huwa linachakaa na kupasuka. Siku bomba likichakaa na kupasuka, watu watakosa maji. Hapa nichimbe mto ambao hii ardhi haipasuki na wala haichakai. Mto utaendelea kutiliza maji kila siku. Alafu katika kila mkoa akaweka ile haji kizuizi, yaani maji mpaka yajae kiwango ambacho mkoa huu unatosheka nao, ndio yanaachiwa apindukie yaende mbele. Wakifika kwenye mkoa mwingine wanaweka tena kizuizi kingine, wenyewe wanaita sadul ali. Kama wanavyochimba hii hapa wanaita nini? Hafru sadul ali. Ukiangalia kwenye mtandao wao, wale wanafanya wale pale ni wale watu ni wa mukawilina al-arabi ambao wako Doea pale, sehemu ya wezi sana. Yaani Misri ukisikia Doea usishuke ovyo. Hapo Doea hapo, yaani usishuke ovyo. Yaani kila unachokijua hapo kipo. Hata ukitaka wanawake wanajiuza hapo hapo. Yaani kila kitu Doea kipo. Anaitwa Doea. Yaani ukienda maeneo yale ukiambiwa hapa Doea unapita, tulia. Usijifanye una mapepe ya Tanzania kibongo bongo. Utatuliza, akili yako itakaa sawa sawa. Yaani mtu kumwambia tu mimi naenda Mbagala, afu Mbagala anakujua akakwenda njia iko kwa Mboto rahisi tu. Wala hauni tabu, alafu mnapanda wote vile vile. Alafu ngikaa siti moja anachomoa kisu. Anakwambia akhi mama, mchoko nacho toa. Usipotoa anakutumbua kweli. Siti moja mmekaa, sio anakuvizia. Yaani hivi labda umekandwa Mwenyezi mkono, anachomoa na niyo bisbisi lake anakuambia akhriji ile mama yake yadni imma alhayatu wa imma tukhrij fulus, ima uhai wako uondoke au utoe pesa, mawili tu, chagua moja. Na hiyo hela anachukua, kama hela unayo anachukua kweli. Usipotoa ukinyania kutoa, ingiza mkono wako mfukoni, hiyo utoe mwenyewe. Yeye afanye kazi ya kuingiza mkono mfukoni kwako. Usipotoa anakupiga bisibisi, anashuka anaondoka.
Na wale jamaa walivyokuwa ni wa binafsi, kama wewe ni mgeni hivi, anakuja anakuambia hadha amru adi au anta jai min Tanzania ila kina atadai haki, yani fair. Yani watu wa Tanzania mpaka huko bado wanadai haki tu. Haki yako iko wapi huko? Haki kuko kwetu Tanzania sio huko. Yani kwenye nchi ya watu wanadai haki. Viburi hapo. Ndio maana wanakuandikia famithluka ulufun. Mfano wako wewe kuna maelfu hapa. Yani kama mcha Mungu hapa kuna maelfu ya wacha Mungu. Kama kibaka kuna maelfu ya kibaka. Wewe changudoa kuna maelfu ya machangudoa hapa. Famithluka ulufun. Mfano wako kuna maelfu ya watu wako hapa. Wewe kama msomi hapa kuna maelfu ya wasomi. Famithluka ulufun. Ndio nchi hii ambayo tulikuwa tunamzungumzia mzee Firauni, si kama alikuwa mbaya kwa rai wake kiasi hicho kupindukia. Yaani neema zilikuwa zinakufuata ulipo, hazikukimbii. Shida yake kukosa imani. Kwa hiyo mtu hata akiwa mkarimu vipi, akikosa imani basi la tadhurru al-ma'siyah ma'a al-iman wala tanfa'u ta'atu ma'a al-kufri. Kanuni hiyo. Maasi haimdhuru mtu kama imani anayo. Atatubu, atafutiwa dhambi. Lakini hayakufai mambo ya kheri muda wa kwamba ni kafiri. Ibada ya kisheria hii. Sasa lolote ukiulizwa, jawabu liko hapo jepesi kabisa. Bwana, huyu mtu ni muumini lakini mlevi kupindukia. Wewe jibu tu la tadhurru al-ma'siyah ma'al iman. Maasi hayadhuru kama imani ipo. Lakini huyu mtu bwana sio Muislamu, anatoa sadaka, anawasaidia watu wagonjwa wa kansa, si wagonjwa wa moyo na nini, anatoa misaada kwa masikini na nani na kila kitu anafanya huyu mtu, lakini tatizo lake huyu kafiri tu. Wewe mjibu la tanfa'u ta'a ma'al kufuri. Neno dogo tu, majibu yote utajibia hapo. Uumizi kichwa. Yaani hizo ndio ibara za kuwa nazo. Yaani ukishakuwa na ibara ndogo kama hizo, swali lolote likija linajibika. Yaani haumizi kichwa. Utaanza kuanza kupekua haya utafute nini? La tadhurru al-ma'siyati ma'al iman wala tanfa'u ta'atu ma'al kufuri. Umemaliza kona. Kanuni hiyo ndogo itakusaidia kujibu mambo mengi unayoulizwa. Ndio maana mtu mmoja anaulizwa, je, mtu akifa, huyu mtu shoga alafu kafa, je, tunamfanyaje? Anazikwa. Kwa tusimzike kwa nini? Ule ni uasi tu. Na wewe una yako makubwa vile unayafanya. Ufanye. Katika moja madhambi makubwa ni zina na liwati, si ndio? Ulevi wa pombe. Mbona mlevi wa pombe mnamzika? Huyu alifanya mchezo wa liwati mpaka kumzika. Mmepatia wapi? Kwa sababu yote ni katika maasi makubwa. Sawa? Mzikeni. Tena kuna asu mwingine shoga lakini anaswali. Simesikia imamu huko kapigwa risasi na waumini wake, imamu shoga. Umesikia ile? South Africa alikuwa Cape Town, jamaa wako na ujinga, hatuwezi kuwa na imamu mjinga kama huyo. Wakamtanguliza kwa Mungu. Na ndio hukumu ya shoga, fakturu al-fa'il wal maf'ul. Muweni mfanyaji na anayefanywa. Ila wale walichukua hukumu mkononi kwa sababu ilibidi iende kwa kadhi, kadhi ndio atoe hiyo hukumu. Sawa? Walichokifanya ni sahihi lakini sio njia sahihi. Yaani njia waliyotumia ya utekelezaji ndio sio sahihi. Lakini kilichofanyika sahihi, si nimeeleweka hapo? Yaani kama mtu mwenye njaa tu ameiba chakula, amekula kashiba. Sahihi kashiba. Lakini njia ya kupatia shibe sio sahihi. Umeelewa vizuri hapo? Wale waliomuua yule wamefanya kosa kwa sababu hawakufuata utaratibu. Sio kama mwizi akata mkono ndio umekuta unampiga, lakini umemkamata lete panga unakata mkono. Hiyo sio sahihi. Kwa sababu hiyo sio njia yake. Mmemkamata mtu uko mmemkutana mwanamke wa mtu mnampiga mawe mpaka hapo. Mtume akumpiga mawe mtu aliyokiri mwenyewe. Akumpiga mawe haraka haraka. Alikuja mtu akamwambia Rasulullah, kadi halak. Nimeangamia. Umeangamia vipi? Anasema kadi letu limezini.
Akamwambia rubama indagu junna, enda kapata uchizi, mwache na ndugu zake. Anga kapata uchizi. Analipoti mwenyewe. Bwana mkubwa akaondoka. Karudi siku ya pili. Anambia Mtume, tahirni ya Rasulullah. Nitoarisha bwana. Mimi nishafanya makosa bwana. Anambia laala kakabata ila. Wenda umembusu tu wanaenda huko. Yaani maelezo yao yalikuja kwa sababu gani? Sio miliona tukio tunaanza kulivamia. Lazima ukae chini, mfanye uchunguzi wa kutosha, mmalize ile kesi. Wenda anatangaza kaibiwa, kumbe hajaibiwa, ana chuki, tunaweka mtegeshia kitu, kamwambia chukua cha kwako, weka alivyochukua na msema mwizi. Na yule kwa kuogopa kuuliwa anaamua kukimbia. Wewe unaunga unaenda kumpiga mawe au unamchoma moto. Na hiyo kumchoma moto mwizi ndio kosa kubwa zaidi. Kwa sababu Mtume anasema la tuadhibu binari illa Allah. Hakuna anayeruhusiwa kuadhibu kwa moto isipokuwa Mungu. Mliowachoma moto wezi, ninyi wote mtakwenda motoni. Wewe uliotoa mafuta, uliotoa kibiriti, ulioonyesha mwizi kakimbilia huku, wote mtakwenda. Wewe jifanya una hasira, wote mnakwenda motoni. Sawa. Tukawatoa hawa fakharajnahum min jannatin wa uyun, tukawatoa watu wa Firauni katika mabustani na mito, wa kunuzun wa maqamin karim, na katika hazina zao na maeneo ya heshima kwenye ikulu zao tukawatoa taratibu. Wale walivyomfuata Musa hawakutakiwa zile hazina wazitafue chafue wafie mule. Ndio maana Mungu alimkataza Musa asipigane. Wakipigana mle kuna madhahabu, kuna nini, watachafua. Watu wakazame baharini, waliona samaki, dunia sio chafu. Unaona hekima Mungu. Wakunuzi, na wakaondolewa katika hazina zao, wa maqamin karimin, na katika maeneo matukufu, majumba yao mazuri na maeneo yao ya migawa yao, midule yao walioiweka ya kwenda kupumzika pale misuri misuri. Hii ni nchi ambayo ilifanya mambo makubwa miaka mingi sana, kabla dunia yote nyingine haina maendeleo. Hao Wamisri walitangulia kwenye maendeleo duniani, wengine hawakuwa na jambo. Kadhalika wa awrathna bani Israil, ndiyo kama hivyo ilo jambo la kuwaondoa tulilolifanya, tulifanya hivyo ili ile ardhi yenyewe tuwarithishe bani Israili waishi pale. Diyarahum wa amwal, majumba yao na mali zao, baada ighraqi Firaun wa qaumihi, baada ya kuangamia Firauni na watu wake. Faatba'uhum mushrikin, falahikuhum waqta shuruqi shams mushrikin, wakawakuta. Musa akaletewa taarifa saa 8 ya usiku. Musa ameshatoroka na wale watu kwenye mji, sababu Firauni alipanga mipango kesho aje kuangamiza. Musa usiku anaondoka saa 8 9, mzee Firauni anapewa taarifa, unayo habari? Sina. Musa na watu wale, Musa Haruna na wale watu 670,000 wameshaondoka kwenye mji huu, hawapo tena. Ule mpango wako wa kuwaua utaua hewa. Akuaga hata mkewe. Mwanamume aje mkewe kila wakati. Mambo mengine ya dharura unachomoka. Shindaji unaelewa? Ule umeelewa? Unaaga mkeo, sisemi usimwage. Lakini kuna wakati mwingine mambo ya dharura kama hayo, usitoe taarifa. Unaweza kuulizwa, sasa unarudi saa ngapi? Unachelewesha safari yako. Ushaambiwa haraka.
Mshaka bwana, wewe umechelewa, mimi naondoka zangu bwana. Ushakosea la kula mke wenyewe atakufanyia. Sasa wakati mwingine usimwage, ukimwaga wakati mwingine yeye atakufanyia. Sisemi usio na tabia kumwaga mkeo, sio tabia nzuri. Uondoke mkeo ajue unaenda wapi. Ili aweze kutoa maelezo vizuri. Sio mimi ndo mwanamume bwana. Wanaume gani? Wewe ndio umekosa wanaume. Unaondoka nyumbani mkeo ajue umeenda wapi? Kuna ugomvi sawa. Kuondoka bila kuaga kwa mkeo ni dalili ya ugomvi. Ndio maana hata Mtume alivyoenda kwenye nyumba ya Fatma, Saidina Ali akumkuta, akagundua hapa watu wamegombana. Anamuuliza Fatma, mumeo yuko wapi? Ametoka. Kaenda wapi? Ametoka. Akajua hapa kuna ugomvi. Ndio akamwambia, hebu niambie kimetokea nini usiku leo? Ndio Fatma anaeleza. Sasa mimi nishajua. Kwa hiyo maelezo tukisema ametoka, tujue nyumba haina salama. Yaani ajulikana alikoenda, nyumba haina usalama. Kwa hiyo akaanza na yeye msafara wakati ule ule kuwafuata. Ilipofika wakati wa kutomoza jua, ndio anawakuta Musa na watu wake wako kwenye bahari wameelemewa. Mungu amewatosa. Kawaambia kimbilieni huko, mfika baharini hakuna njia. Firauni huyu. Hapa Mungu kweli ametutosa. Falamma taraa aljamaan, pindi yale makundi mawili yalipokuwa yanaonana. Sisi leo Wandengereko sisi tumeshindwa kuita jamaan, tumeita Jumanne. Ile sio Jumanne. Ile inaitwa jamaan, maana yake makundi mawili. Sisi tunaita Jumanne. Falamma taraa jamaani, pindi makundi mawili yalivyoonana. Kundi la Musa limeliona kundi la Firauni na kundi la Firauni limeliona kundi la Musa. Yameonana. Firauni anasema sasa hapo nimeshakukamata. Kimbia wewe mgeni kwenye huu mji. Yaani mtu mjanja mzima anakimbia upande wa bahari. Yaani Firauni kesha una ujinga. Kumbe kwenda mahali salama zaidi. Sawa. Jamu Musa wa jamu Firauni. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Leo hapa tumekwisha. Wewe mpango wako Mungu, Musa anasema akamwambia Mungu, mimi nafikiri kwako wewe. Mungu hawezi kuwa na plani za kizembe namna hii. Atulete baharini tupate kufa kama hivi. Musa, sikiliza, inna lamudrakun, tunakufa wote, uzuri wake na wewe unakufa. Bora tusingeacha uchawi wetu. Tumeacha uchawi kwa kuamini Musa, mpango wenyewe ndio hiyo. Inna lamudrakun. Sisi leo hapa tumekamatwa na Firauni na jeshi lake na tunakufa. Hakuna njia nyingine hapa. Hatujui kuogelea, hatujui kuvusha hata mtumbwi, hatujui chochote hapa. Wewe Musa utatoka huko utegemea nini? Ugomvi unaanza. Kwa hiyo usishangae shekhe wewe ukawa na watu wakaanza kukupinga, ukafika sehemu umekwama wakaanza kukuzomea wewe. Sisi tumeambiwa kwa mitume ndio kigezo chema, na huyu mtume hivi. Watu kama wewe fanya shehe, haya unafanya sasa tukoni. Wewe unafanya mashehe hapa kwangu mimi sitaki mashitani, alafu mwanao ndo anapandisha mashitani. Basi ukijifanya shehe, haya mwanao unamuona unapandisha. Ndio sasa kukamata hivyo juu na wao. Yaani pale kila mtu anashangilia. Wanamwambia Musa, bwana hapa inna lamudrakun. Leo tumekamatwa. Musa wewe umetuingiza chaka. Vijana wale wanasema hivyo. Wakufanya sasa. Fayaktuluna, na Firauni leo hapa anatuua. Hatutoki. Qala kalla. Musa akasema sikilizeni, si unapo karibu hapa. Nyinyi macho yenu hayoni vizuri na makengeza. Firauni yuko mbali kweli na sisi, hatukamati mo. Kwa sababu sisi tuko kwa Mungu. Firauni bado yuko duniani, hapa akamati mtu. Sisi tuko kwa sababu tuko na Mungu hapa. Inafanana na ile ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abubakar alimlaumu mtume akamwambia tumejificha mahali gani? Angalia, la unadhara ala kadimai la ana. Yaani katika hawa mmoja yote akiangalia nyayo wake na tukamata hapa sisi Muhammad. Si sehemu umechagua sehemu gani? Ndio tunashikwa leo hapa na jamaa wanazunguka hapa juu kujishimu. Wanasema mwa kuingia huko. Hapa pamejengwa hapa huyu buibui kajenga kabla Muhammad hajazaliwa. Pale Nabii Muhammad anamwambia nani?
anamwambia Saidina Abubakar, wasiwasi wako nini kwa watu wawili? Na Mungu ndio watatu wetu, shida yako nini wewe hapa? Si hapa tuna Mungu, tuko mbali na hawatuoni hao. Yaani hapa kuna bonge la ukuta kajenga Mungu hapa. Hawatuoni ng'oo. Wewe unasemaje? Mfutana na mtu anakwambia tukajifiche, mnamkimbia mtu yoyote, alafu mmejificha nyuma ya wavu wa buibui. Unasemaje? Alafu jamaa anakwambia hatuonekani. Yaani yule mwenzako anakwambia hapa hatuonekani. Ndio yale ya kinjeketile na maji. Unasemaje? Unakubali hapo? Yaani anakwambia kabisa hatuoni, hapo nyuma ya uzi wa buibui. Lakini kweli watu haoni kweli. Anamwambia kala, si hivyo mnavyozani. Firauni hawezi kutukamata, tuko mbali sana na yeye hapa. Yaani hatupo karibu naye kabisa kama mnavyowazania kwa mtazamo wenu wa macho. Yaani mtazamo wa kweli hapa, mtazamo wa moyo. Sisi tuko mbali na Firauni, haipo karibu na sisi. Hawezi kutukamata. Jamaa anamwambia hapa akirusha jiwe tu limefika. Alifiki jiwe hata akirusha hapa. Tuko mbali kweli hapa. Hapa Firauni afanye jambo na sisi. Wewe ungekubali? Na ungeungana na hawa. Mchezo ni hali ishakuwa ngumu. Kiongozi anatakiwa awe makini, wasikutingishe wanaokuongoza. Ndio tunafundishwa jingine hilo hapo. Kuna wakati watu wasikuyumbishi, simama imara. Kwa nini hatukamati? Niwape sababu ya msingi. Inna ma'i ya rabbi sayahdin, mimi ninaye Mungu hapa. Sayahdin, nini maana ya dini? Atatuongoza? Hapana, atatuokoa. Hiyo ya jadidi yako atanayo pembeni, sio mara kwake. Kuna sehemu inakubali lugha kilugha. Inna ma'i ya rabbi, mimi ninaye Mungu. Huyo niliowalingania nyinyi ambao nyinyi bado hamjaamini, mpaka sasa hamjaamini vizuri. Huyo ndio sayahdini, ndio ataninusuru, atatunusuru kwa shida hii ya hapa. Kwa hiyo umbali wetu sisi tuko na Mungu. Hakuna kiumbe anakuwa karibu na Mungu. Anakuwa karibu na Mungu wakati yuko hasu. Yaani ili uwe na Mungu uwe mfanya ibada. Inni ma'i ya rabbi sayahdin. Baada ya Musa kuonyesha msimamo, unaona Mungu alivyo. Yaani kama huna msimamo, Mungu anaachana na wewe, anakusaidia. Ukiwa na msimamo, Mungu anakusaidia. Musa alivyosema maneno haya tu, Mungu anasema fa auhaina ila Musa an idrib bi aswaka al-hajara al-bahra an idrib bi aswaka al-bahra. Kwa kuwa wewe Musa unaamini Mungu, mimi nipo kweli. Yaani hao jamaa watu 670,000 hawajakutingisha. Wewe imamu unakutingisha watu 400. Wewe sio imamu mzembe. Mwanzako watu 670,000 hawakumsumbua. Wewe unasumbuka na watu 400 tu. Wanakutia pressure. Kwa sababu wana 500 zao. Simama. Mpaka wajue kabisa ukienda kwa imamu uende na hoja iliyonyooka. Sio hoja legelege tu. Na Mungu atakuinua hapo hapo. Atakupa nguvu usonge mbele. Mungu amsaidii mtu ambaye yuko laini, anamsaidia mtu tayari kwenye shida. Anafahamu ile shida amekoma nayo, ila kashindwa kupata utatuzi moja kwa moja. Mungu anakuja anatatua. Ndio hiyo fa auhaina ila Musa nidhrib bi asaka al-bahra. Tukamwambia Musa kwa msimamo huu, hebu chukua fimbo yako ipige bahari sasa. Sawa? Alipofanya vile Musa famfalaqa. Sawa? Ile bahari ikaachana. Fimbo ikapiga maji. Ilipopiga maji ile fimbo ikakausha. Shangaa, mti unakausha maji. Ilipokauka fakana kullu firkin katawdin nadim. Na ulikuwa kila upande wa maji
Baada ya kupiga fimbo, si maji yaliacha njia, mingine yako huku, mingine yako huku. Yale maji fakana kataudin adhim, yakawa kama vile mlima mkubwa. Yani ukiangalia juu uone umeishia hapo, unaona yale maji yametumbukia mbinguni, uyaoni mwisho wake, afu chini kuna njia. Shemeji, unapita yani fimbo imepigwa, maji yameinuka hivyo, unaamini kupita hapo? Shabamali unasemaje? Biashara yake ndogo ukitaka fanyeje? Ikawa kama mlima mkubwa, kajabali shamihi ithabiti, kama mlima mkubwa sana, na ikatengeneza njia 12. Ikatengeneza zile way ambao tangu miaka hiyo Mungu alionyesha mfano wa barabara nyingi kwenye njia moja Ndio kwanza leo Tanzania wanafikiria njia 6 wakati Mungu kishatoa maelezo zaidi ya miaka milioni huko nyuma, kwamba katoa mifano barabara za kupita watu wengi, mji wenye watu kuanzia 600,000 tu, njia ziwe 12 zikiwa 2 2 3 3 4 4, foleni haipungue, ndio kwenda Pagala kwa shemeji. Njia hazitoshi. Mungu kashatoa maelezo, mkiwa watu wengi nini mfanye. Mzee Ngatanda, umenielewa? Mipango miji hiyo Utaionaje mipango miji? Soma Qur'ani alafu tulia, usikimbie kimbie tu. Hiyo mipango miji. Njia zilikuwa ngapi? 12. Sehemu ya watu 600,000 tu, njia 12. Sasa nyinyi Dar es Salaam mna watu zaidi ya milioni 5, njia 2. Kweli watu watafika safari yao? Lazima akae foleni, kwa sababu plani haiendani. Mungu anaelekeza kila kitu. Yaani wewe tu Qur'ani umesomaje? Kama unataka Qur'ani ya kuswalia tu utaswalia, lakini ukitaka Qur'ani ya mipango miji ipo. Lakini Mungu alitengeneza mipango miji, alielekeza mipango miji iweje tangu enzi ya Nabii Musa. Ni wewe tu kutafuta njia ya kutooa Yaani hakuna mtu anafanya jambo jipya duniani, kila atakifanya atumia Qur'ani. Ndio maana Mungu akasemaje, wastamarakum fiha, amekuwekeni katika ardhi, alafu akakutakeni hiyo ardhi muijenge. Ardhi haitaki kuwa na mapori. Umepewa kiwanja Tandika, utaki kujenga, serikali wanakunyang'anya, wanakwambia ukiwa tayari kujenga tukupa kiwanja Mbande, sasa hivi muda wa kujenga Simado hapa mjini hataki pori. Yaani ndio Qur'ani inavyotaka, mjini hapataki pori. Wewe unaona kiwanja mjini alafu ujenge? Toka. Subiri mwaka ukipata hela kujenga, utaenda kujenga huko wapi? Sijui utaenda kujenga Kimasichana huko, hata Mkiu utaenda kujenga. Muda wako bado. Unapiga kelele za nini? Wewe kinyang'anywa, unaweka serikali milionea, haija kuonea bado wewe umeionea serikali. Nimekupa kuanza kujenga sasa hivi na miaka 15 hujajenga. Wao wafanya. Toka. Siku ukipata hela utapata sehemu ya kujenga polini. Kiamba Mkumbe utaenda kujenga. Lazima ujenge mjini tu hapa. Na huko kutakuwa mji vile. Ndio akasema wakusuru na hali yako. Mungu anaweza na majumba marefu magorofa. Yaani watu wakishakuwa wengi, sasa msianze kujenga vibanda, mtamaliza ardhi yote, mtashinda sehemu ya kulima. Mtakosa mvua sababu ardhi yote mtajenga. Jengeni magorofa sasa. Kusuru na aliyat. Hata sasa kujenga vibanda sasa hivi vitakuwa vingi. Sasa jengeni kusuru la aliyat. Jengeni majumba marefu. Jengeni magorofa, nafasi toshe. Fani yako Mzee Ngatanda maskini. Mungu kaiona. Kwa hiyo ikatengenezwa yale njia zikawa 12. Fakana kullu firati katawdi nadhim. Sawa, njia tukatengeneza njia 12. Sawa, wa azlafna thumma al-akhirin. Hapo sasa baada bahari ishaachana, sababu Firauni alikuwa kama ameganda, kaita kwenda mbele, anakuwa na story ya kuongea na watu wake. Kumbe Mungu anamchelewesha. Wakati kule Firauni Musa anajadiliana na watu wake, tunafanyaje? Na Firauni kasimama na yeye asongi mbele kuwafuata, kasimama. Yaani Firauni alikuwa kama nyani. Unajua nyani? Sio jini, unajua mpango wa nyani. Nyani ndio sasa hivi ukimkimbiza kwa mbio kubwa na yeye anakimbia mbio kubwa. Ukikimbia kidogo kidogo na yeye anakimbia kidogo kidogo. Ukisimama na yeye anasimama. Ukikaa na yeye anaamua kukaa na kusubiria mwanze wote. Usimchoshe bure peke yake, akimbie peke yake umetulia. Muda uana. Au sio hivyo? Hataki kusumbuliwa nyani.
Yaani wewe ukikimbia kwa mbio kubwa, naye anakimbia kubwa, ukipunguza naye anapunguza. Ndio maana nyani akimbia akiwa anaangalia mbele, anaangalia nyuma na kuangalia, je, uko spidi ile ya mwanzo imepungua? Ukipunguza spidi naye anapunguza, ukisimama naye anasimama, ukifanya kutembea naye anatembea taratibu, yaani mpango ule ana. Ukiamua umekuta kuna mti upumzike ukae, naye anakaa. Tusichoshane hapo. Ukikimbia tunakimbia wote, ukisimama tunasimama wote, ukikaa tunakaa wote. Tutakutana hapo hapo. Sasa Firauni alikosa akili, akawa na akili kama ya nyani. Wale watu wamesimama, baada ya kwenda kwa wali, na yeye kasimama anapiga story. Wazlafna thumma al-akhirin, baada bahari ishaachika, walivyoona mlima umeinuka tayari kuna njia, Firauni anataka kumfuata Musa. Sasa hiyo njia ishapatikana, nifuata tena hapo, unikuti tena hii. Wa anjaina Musa wa man ma'ahu ajma'in, tukamwokoa Musa na watu wake 670,000 wote. Fa azlafna, tukawakaribisha kundi moja kulikaribia kundi jingine, maana yake wakasogelea. Zulfa ni masdari ya zalafa yazlif, kitu kuwa karibu na kitu kingine. Tunao tunaitwa kani zulfa. Zulfa maana yake ni kile kitu kilichokuwa karibu, ndio maana ya zulfa. Tunao wengi hawa zulfa, 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 maana yake ni kitu. Unakumbuka hata walisema liukaribuna ila Allahi zulfa, tunawaabudia hawa ili watukaribishe kwa Mungu ukaribu. Kwa hiyo zulfa maana yake ni karibu, sio mbali. Sio karibu ya kumwambia mtu aingie ndani, yani ile karibu ya kutofautisha umbali, distance ya sehemu na sehemu nyingine. Kwa mfano mwambia mtu uko wapi, na kuuliza unakaribia fika msikitini, na unamwambia ana zulfa almasjid, iko karibu na msikiti, yani ile masafa. Kwa hiyo tukawakaribisha wao kundi moja kwa kundi jingine. Maana yake Firauni tukamsogeza kwa Musa wakati tushafungua bahari, lakini wakati bahari hatujaifungua Firauni alibaki amesimama tu, ndio kama ule mfano wa nyani katulia hiyo. Watu la alayhim naba Ibrahim, meruka, inna fi dhalika la ayatan, ndio nimeruka hapo. Wa anjaina Musa wa mamahu, na tukamwokoa Musa na wale aliyokuwa nao. Sawa. Thumma aghraqna al-akhirin, kisha lile kundi la nyuma yake jingine lililofuata tukaliangamiza. Kwa maana yake Musa akaokoka na Firauni akafa na watu wake, mji ukabaki kuwa upo salama. Ikulu haina mtu, yani mapinduzi ya ajabu. Yani Misri alipindua Mungu, mapinduzi laini kabisa. Thumma aghraqna al-akhirin, kisha tukawaangamiza wale wengine ambao ni nani? Ni Firauni. Na tulimwokoa nani? Ni Musa na waumini. Inna fi dhalika la ayat, hakika katika kufanya hivyo, la ayatan, kuna dalili na kuna alama ya kutosha kwa watu. Wa makana aktharuhum mu'minin, lakini wengi wao hawakuamini. Yani mara nyingi sehemu pakitajwa wengi, mbele panatajwa nafyu imani, hapataji jambo zuri. Yani utagundua kwamba wingi ni mbaya. Ndio sisi tumegeuza, tunaona wingi ndio mzuri, wingi mbaya. Niwe kutolea mfano, siku moja nadhani hapa mkifuatana watu 7, naenda sehemu ya hatari, hata kuna vibaka kama vijijini, kuna simba hivi, alafu mnatembea hivi kama sema vibaka, ukasikia watu wamepiga mapanga huko. Mnasemaje? Mnabebana, mnatoka wote hapo, hakuna atakayekimbia. Ndio utaona ubaya wa wingi. Yani mtavamiana, mtakusanyana, mtatoka wote, lakini ukiwa peke yako utakimbia, lakini wengi mtavaana hiyo.
Maana wenda yule mtu wa nyuma ndo sisi kwetu anasema ana ndengu. Kapata ndengu kadondoka kila hata kukimbia na mkwaa yule mnadondoka wote kwa mna nimbiki zake. Na Mungu anaeleza sehemu nyingi katika Qur'an. Wa qalilu min ibadiya shakur. Katika waja wangu wenye kushukuru ni wachache, maana yake wengi wanakufuru hawashukuru. Ndio tafsiri wewe. Kwa hiyo watu wengi ndio watu wenye maana, watu wachache ndio wenye maana kuliko wengi. Hata mtu akija kukurupuka, akija na kichwa cheupe Dar es Salaam hapa, anafika hapa kwao alikuwa mstaarabu, akifika hapa anakuwa jeuri. Ndio kwao alikuwa sio mwizi, akifika hapa kwenye watu wengi na yeye anakuwa mwizi. Anakuwa tapeli, anakuwa kibaka. Watu wengi ni tatizo. Bora watu wengi hawa ikiwezekana kuweza kwenda katika kheri, lakini mara nyingi watu wengi wanakupeleka kwenye ubaya. Wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim. Hakika Mungu wako yeye ndiyo mwenye nguvu na ndiyo mwenye huruma. Yaani maana yake kama wewe una mibavu, basi mibavu yako hiyo itumie vizuri. Usitumie mibavu yako hiyo kunyanyasa watu. Una cheo chako kitumie vizuri. Usitumie cheo chako kuwaharibu wengine, kuwavurugia maisha yako kwa sababu una cheo, kwa sababu unasikilizwa, ukisema ndio wewe tu. Ndio. Kwa nini bwana mmoja anasema kun daiman jisran yasluhu baina an-nas? Siku zote wewe kuwa daraja ambayo unarekebisha mambo ya watu. Wa iyaka an takuna hajizan, tahadhari wewe kuwa ni ukuta yufariku bainahum, ambayo unawatenganisha watu. Umefahamu vizuri? Haya ndiyo maisha ambayo unatakiwa wewe uwe nayo. Usiwe na maisha yale, usiwe na maisha ya kufusiana. Kuwa na maisha ya kistaarabu ambayo yanaweza yakaja akakuweka mahali salama siku moja au siku yoyote. Tuko pamoja hapo? Story hiyo imeishia hapo ya mzee Firaun na Musa. Idadi ya watu wa Firauni walikuwa wangapi? Watu wa Firauni walikuwa 1,600,000. 1,600,000. Kana jaishu Firaun 1,600,000 junud. 1,600,000.